Bila kuchelewa, kwa muda huu ambao nilipewa katika siku ya leo, tutakwenda kujifunza neno ambalo linasema bado unayo neema usiogope. Bado unayo neema usiogope. Bado unayo neema ndugu yangu. Bado Mungu hajakuacha. Bado unayo neema. Neema ya Mungu iko ndani yako. Neema ya Mungu bado inasimama, iko natembea ndani yako. Neema. Unaweza kujiuliza neema ni kitu gani ambacho uko najiuliza, niko nasema neema mahali hapa. Neema ya Mungu. Neema. Neema ni kitu gani basi? Neema ni upendo wa Mungu ambao unaooneshwa, ambao unaweza ukauona neema ukiona mtu anabadilika. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Neema ni kitu ambacho kinaingia ndani yako kwa wasiopendeza. Neema ya Mungu. Neema ni amani ambayo iko naingia ndani yako. Unajisikia kwamba hapa ndani yangu niko naona kitu kabisa kinanibadilisha. Ni neema ya Mungu. Ni neema. Sio kitu kia rahisi kabisa, unaweza kukiona ni kitu kia rahisi, lakini ni neema ya Mungu. Neema. Neema ya Mungu. Au kustahiliwa kupata neema, lakini ni kwa ajili ya upendo wa Mungu ambao Mungu anatoa kila siku, ambao Mungu anatoa kwa ajili yako. Ni upendeleo ambao Mungu aliutoa kwa ajili yetu, si wanadamu. Hatukustahili tena kuwa hapa duniani. Tangia siku ile Adamu aliondolewa, akafunika katika vazi la nyama, akatupwa, ni neema ya Mungu ilianzia pale. Neema ya Mungu ilianzia pale. Mungu alikuwa na uwezo wa kusambaratisha Adamu na Eva na kuwapotosha na kuwaweka na umbe kiumbe kingine, lakini neema ya Mungu, Mungu alikata mnyama akawafunika, akawaondoa katika bustani, akawatawanya, akawaondoa, lakini kwa neema yake. Neema yake Mungu. Neema yake. Tulifukuzwa katika bustani, tuliondolewa katika nchi, lakini kwa neema ya Mungu, neema ya Mungu, tulikombolewa tena katika damu. Bwana Yesu asifiwe. Bado tunayo neema ndugu zangu, usiogope. Ungali na neema ndani yako. Ungali hai hapa kanisani, umeingia hapa sio kwa nguvu zako. Ni neema ya Mungu tu. Nimesimama hapa sio kwa ajili yangu, ni neema ya Mungu. Sio kwa uwezo wangu, lakini ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu iko ndani yako. Usiache neema ya Mungu ikuache. Usiache neema ya Mungu ikupite ndani ya maisha yako. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Bado unayo neema, usiogope. Neema ya Mungu ni faraja tuliopewa sisi wanadamu. Ni faraja ya milele. Hatukustahili tena kuwa eko, lakini tulipewa faraja ya milele na Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Tulipewa neema tena. Ukisoma katika kitabu cha Wathesalonike wa pili, ile sura ya pili, mstari wa 16 hadi 17, inasema tulipewa faraja ya milele na Bwana wetu Yesu Kristo na Baba Mungu wetu. Neema ya Mungu. Neema ni faraja ya milele. Tulipewa neema, tukustahili tena. Mungu alikuwa na uwezo wa kusambaratisha wanadamu na umbe kiumbe kingine. Alikuwa na uwezo wa kutengeneza tena kiumbe kingine kipya, lakini kwa neema, neema ni faraja ambayo tulipewa wanadamu ili tuishi naye Mungu. Hatukustahili tena. Hatukustahili na kitu ambacho tulifanyaga. Giza kilikuwa kishaingia ndani yetu. Giza kilikuwa kishatufunika wanadamu, hatukukuwepo tena. Lakini kwa neema ya Mungu tulionekana tena. Tulionekana tena. Tulionekana kwa faraja ambayo tulipewa na Mungu.
kwa neema ya Mungu. Amen. Amen. Basi nauliza swali. Je, unaijua neema ambayo iko ndani yako? Umeshaiona neema ambayo iko ndani yako? Neema ambayo iko ndani yako, ushaiona? Umeshajijua kwamba wewe ni nani? Neema. Unajua ndani yako mko mali ya Mungu. Ndani yako mko mali ya Mungu. Usiache neema ya Mungu ikupotee. Usiache neema ya Mungu ikupite. Ni hayo tu ambayo niko natembea nayo. Ni hayo tu. Ni neema ya Mungu. Katika dunia ya leo, watu wengi wamepotoshwa na mambo ya nchi. Wanashindwa kujua kwamba Mungu yuko. Wameshindwa, wamepotea, wameingia katika giza. Mwili umewatawala wanadamu, wanashindwa tena kuona. Lakini Mungu kwa upendo wake, kwa neema yake, bado anataka tumtafute. Bado anataka tumrudie tena. Bado anataka tutembee naye. Mungu anataka tena tutembee pamoja naye. Neema yake Mungu. Neema ya Mungu. Kwa neema ya Mungu bado tungali Mungu bado anataka tumtafute. Tusiache Mungu atupite. Tusiache Mungu kabla siku hazijaja. Tusiache Mungu katika siku hizi ambazo tukoemo. Tusiache Mungu. Mungu bado anatupenda. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 15, neno la Mungu linasema ili kila mwaminie apate uzima wa milele. Ukishuka 16 inatuambia pia, kwa maana Mungu gisi aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa mwanao wa pekee. Mungu akumtoa mwanao wa pekee hivi. Ni upendo tu na neema. Ni neema tu ya Mungu ambayo iko. Ilibidi mbinguni kufanyike kikao kwa sababu mwanadamu, Mungu hakutaka kumwacha mwana wake tu hivi ambaye alifanya kwa mfano wake apotee. Ilibidi, Mungu alikuwa na uwezo wa kuvifanya peke yake, lakini alishirikisha wengine. Alishirikisha ili wewe mwanadamu ukombolewe. Neema ambayo umepewa sio kitu cha rahisi. Usikizarau kwa sababu uko naona kabla siku hazijaja. Usizarau hii neema ambayo ulipewa mwanadamu. Usiache mwili ukutawale. Kubali Roho wa Mungu akuongoze katika maisha yako. Kubali Roho wa Mungu atembee na wewe ndani ya maisha yako. Mwili sio kitu. Mwili ni kitu tu cha kawaida cha kupita. Akita kupeleka sehemu yoyote. Mwili unakufanya ulale usingizi, lakini ipo siku utakuja kujutia huo usingizi. Saa inakuja na saa ndio hii. Hii ndio saa yenyewe sasa. Usiache mwili ukutawale. Kubali Yesu atawale maisha yako. Kubali Yesu aendeshe maisha yako. Usione kwamba umemaliza kila kitu. Utakuja kujutia na hivyo vitu ambavyo vinakupeleka. Tufungue Biblia. Kutoka 14 mstari wa 21 hadi 31. Naomba kijana nisome hapo. Kutoka 14 mstari wa 21 hadi 31. Tunasoma kitabu cha Kutoka 14 21.
Tunasoma Kutoka 14 mstari wake 21 hadi ngapi mwalimu? Hadi 31. 21 hadi 31. 21 inasema, Musa akanyoosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki. Usiku kucha akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. 22. Wana wa Israeli wakaenda ndani, wakapita kwenye nchi kavu ndani ya bahari, huku maji yakiwa ukuta kwao mkono wa kulia na mkono wa kushoto. 23. Na wale wa Misri wakawafuata, wakaingia ndani kati ya bahari, farasi wote wa Farao na magari yake na wapanda farasi wake. 24. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri. 25. Akayakwamisha magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa shida, na Wamisri wakasema, na tuwakimbieni Waisraeli kwa kuwa Bwana anawapigania. 26. Bwana akamwambia Musa, nyoosha mkono wako juu ya bahari, ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi wao. 27. Musa akaunyoosha mkono wake juu ya bahari Musa akaunyoosha mkono wake juu ya bahari na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakajaribu kuyakimbia maji na Bwana akawaangamiza hao Wamisri katika bahari. 28. Yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao hakusalia hata mtu mmoja. 29. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari, na hayo maji yalikuwa ni kuta upande wao wa kulia na upande wao wa kushoto. 30. Ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri. Waisraeli wakawaona Wamisri ufuoni mwa bahari wamekufa. 31 na mwisho. Israeli akaiona ile kazi kubwa iliyoifanya Bwana juu ya Wamisri, ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Neema ya Mungu. Bado unayo neema ya kuvuka. Bado ungali na neema ya kuvuka ngambo ya pili. Bado ungali na neema ya kutambuka tena bahari. Yesu alikuja kwa ajili yako. Bahari ya kupasuliwa mara pili ili wewe tena upate kwenda kuzama. Bahari ya kupasuliwa mara pili ili wewe uingie mule uzame. Bali ilipasuliwa mara pili ili wewe upate kwenda kupita. Ile bahari ya kupasuliwa mara pili wewe tena uende kuzama na yale maji. Mungu alipasua bahari ili wana wa Israeli wapate kwenda kuvuka katikati ya bahari. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Usiogope kitu chochote. Kama ulipewa kibali cha kumtumikia Mungu, bado unayo neema. Usiache neema hiyo ikupite. Usiache neema ya Mungu ikuache. Maana saa inakuja
na saa ndiyo hii ambao waabudiwa halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Neema ya Mungu. Bado unayo neema ndani yako. Usijichukie, usijione kwamba mimi niliwahi kufanya mambo ya hivi, kwamba siwezi nikamtumikia Mungu tena. Mungu bado anakuita. Fungua mlango wa moyo wako apate kwenda kukuokoa. Mungu yuko karibu yako, anagonga mlango. Yesu hakujaji kama kifo. Yesu anagonga mlango. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako aingie ndani ya maisha yako. Neema ya Mungu. Usichezee. Hatukustahili kupata neema hii. Hatukustahili kupata kibali hichi, lakini ni upendo wa Mungu ndani yetu. Uko na neema ndani yako. Usiache neema ya Mungu ikupite. Usiache neema ya Mungu ikupite. Au kufika hapa kanisani kwa ajili yako, lakini ni neema ya Mungu ndiyo inayokuleta mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alitumwa kwa ajili yetu. Yesu alitumwa kwa ajili yetu wanadamu. Msiache neema iwapite, alafu baadaye ukuje kujutia kile ambacho unachokifanya. Alisema, shikeni nira yangu, nitawatua mizigo yenu. Neema ya Mungu iko mahali hapa siku ya leo. Inatembea mahali hapa siku ya leo. Usiache kupite tena. Usiache kupotee tena. Maana mwimbaji anaimba, wengi wanakuja, kuna siku neno hautaliona tena. Neno hautaliona tena. Utatamani uone neno liko wapi. Utatamani kuokoka, lakini hautaokoka tena. Neema ya Mungu. Usiache kupita ndani ya maisha yako. Usipoteze muda katika vitu ambavyo havieleweki, kwa sababu hivyo vinakupotezea muda na kukuchanganya. Ni shetani anayepita ndani yako, anakuchanganya ili wewe usipate kwenda kufanya kazi ya Mungu. Neema ya Mungu. Kubali Roho wa Bwana kuongoze. Usiache mwili tena ikuongoze. Usiache mwili kutawale. Usiache mwili kupeleke kule akisi inavyopenda, lakini acha Roho wa Bwana kupeleke ndani ya maisha yako. Yesu anakuita. Anahitaji akukomboe. Anagonga mlango wako. Anahitaji akukomboe. Neema ya Mungu. Kubali neema ya Mungu ikupeleke. Kubali neema ya Mungu ikutoe utumwani. Usikubali tena kurudi Misri utumwani, upate kwenda kuteseka kule. Maana neno la Mungu linatuambia, ole wao wale ambao wanaotaka tena kurudi Misri. Ole wao, kwa maana yule Farao anakukimbiza kila siku, yule Farao ambaye anakutesa ndani ya maisha yako, hautamuona tena. Farao anayekukimbiza kila siku ndani ya maisha yako, yule mwovu anayekukimbiza kila siku ndani ya maisha yako, hautamuona tena. Maana bahari itarudishwa tena. Bahari itarudia sehemu yake tena. Hautamuona tena akikukimbiza. Hautamuona tena akikutawala. Bali utakwenda kumuona Bwana. Neema ya Mungu. Usiache kuache. Usiache kupite. Angalia muda unaopeleka siku ya leo ili uje kanisani, alafu siku ile neema ya Mungu ambao unachezea ikupite tena hivyo hivyo. Kubali Yesu akuongoze. Kubali Yesu achukue maisha yako. Kubali Yesu apeleke maisha yako, maana neema hiyo ipo siku hautaiona tena. Kisi unaona wachungaji wanahubiri neno la Mungu, sio kwamba hilo neema haitaisha, bali neema hiyo ipo siku itaisha. Maana bahari itafunikwa tena,
Hautaona tena yule ambaye anakukimbiza kila siku. Bahari itarudishiwa sehemu yake. Bahari kupasuliwa katikati, kwamba itabaki vile vile, lakini itarudishwa tena sehemu yake. Kubali ile neema uliopasuliwa katikati ikupeleke uvuke nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Neema ya Mungu, neema ya Mungu iko ndani yako. Fungua moyo wako. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Usifanye moyo wako kuwa kama jiwe. Usifanye moyo wako kuwa kama kitu ambacho hakiwezi kupasuliwa katikati. Fungua moyo wako. Bado unayo neema. Bado unayo neema ya kufika. Bado unayo neema ya kuona nchi kavu. Neema ya Mungu iko ndani ya hapa siku ya leo. Neema ya Mungu inatembea ndani yako siku ya leo. Usiache neema ya Mungu ikupite. Kama ulikuwa mzinzi, achana na mambo ya uzinzi. Kama ulikuwa unatembelea mambo mengine, achana na mambo hayo. Kubali neema ya Yesu ikuchukue, ikupeleke na kukuongoza, ikupeleke sehemu salama, acha kukaa katika mateso. Ni mwili ndio nao kupeleka. Usikubali tena neema hiyo ikuache. Kubali neema ya Yesu ikupeleke. Na Mungu atubariki sote.